Watanzania wana machungu gani wanaopitia? Machungu gani wanayo wa Tanzania? Watanzania si watu wa kulalamika. Kila kitu wao ni pinpointing fingers. Sisi Kenya saizi tumekuwa hatutaki kufanya biashara, tuna spend mabilioni ya pesa kwa kubet. Na ndio maana unaona rais wetu anaiba, anasema Wakenya wanatumia pesa zao mabilioni ya pesa kubet. Kwa sababu ukiangalia biashara nyingi, ushuru mkubwa, asilimia kubwa unalipwa na watu wakuja. Wakenya wamekaa juu ya mawe, wanangojea magari wapatiwe, wanangojea nini wafanyiwe, wanangojea waandikwe KPA, waandikwe sijui wapi. Wakenya si wafanyi biashara, tusidanganyane. Wafanyi biashara Kenya ni Wakikuyu na Wasomali. Hao wengine tumebakia tuko tu. Ambao wanajua economy lazima tuendeleze, lazima tutafute no matter which economy. Hao ndio watu wanajituma. Nyinyi mnasema Watanzania wana machungu. Kaini mjue Tanzania si kijiji kama kilivyo kijiji cha Kenya. Wakati tulipokuwa tunahesabu Kenya kwa mikoa, sisi tulikuwa na mikoa 8. Tanzania walikuwa na mikoa zaidi ya 50. Tanzania ni nchi mbili kati ya Kenya. Na rais ambaye anaongoza Tanzania akipatiwa Ruto wenu ende aongoze Tanzania kwa siku moja hatoweza, tusidanganyane. Tusidanganyane kabisa. Mikakati imewekwa Tanzania. Kama Tanzania hawana maendeleo, kweli wana nyumba zimebomoka ziko mpaka pale mtaa Msimbazi, wana nyumba za matope, wana nyumba za nini, it's okay. But ni watu wako na dignity. Nyinyi mna nyumba ya magorofa katikati yenu. Mumefanya nini nchi yenu katika demokrasi? Watoto wenu wanafungwa jela ovyo. Hakuna hata public defender ya kudefend wananchi. Wananchi wanafungwa ovyo. Wakenya hawana cha kutetewa. Ushaingia police station Tanzania ukakuta vile unavyosalimiwa. Watanzania wanahitaji demokrasi gani? Demokrasi gani wanaohitaji wa Tanzania? Ndio maana namwambia Watanzania wakimsikiza Tundu Lissu, si yote atakayosema mazuri. Kwa sababu mimi nilimsikiza Tundu Lissu wakati wa Kikoi wa Magufuli, nikajua huyu anaongea pumba tu. Anasema Magufuli amechukua pesa, amejenga barabara, Watanzania wali barabara. Ila hali yeye akitoka airport kuenda mahali anakoenda anatumia ile barabara. Wajua saa nyingine Watanzania sisi wa Kenya tumejikubali, tulifanya makosa. Huku kwetu kila kitu siasa. Katiba yetu siasa, chakula chetu siasa, afya zetu pia siasa. Hatuna madawa, hatuna chochote. Alafu ni Watanzania gani ambao huja kutibiwa Kenya? Acheni aibu. Ni lini mlimuona Magufuli amekuja kutibiwa Kenya? Ni upuzi ulifanyika tu juzi akaletwa Kenya. Magufuli atibiwi Kenya, anaenda nchi zingine za Kiafrika, sio Kenya. Alikuja Kenya kwa sababu wenyewe walikuwa na agreement zao, hizi hatuelewi. Msinisemeshe hapa. Waje hospitali za Kenya zipi? Gani zenye matibabu mazuri? Nairobi Hospital. Zenye matibabu gani ambayo hawezi kutufaa sisi wa Kenya? Waje hospitali zipi hapa Kenya wa Tanzania? Jamanini wa Kenya, tuacheni kujitia aibu. Tuacheni kujitia aibu. Saa hizi nenda ukamwangalia mwanamke wa Kikenya mahali yuko na mwanamke wa Kitanzania mahali yuko. Sisi tunatoka hapa, wafanyabiashara wanawake wangapi wanaenda kununua vitu Tanzania? Biashara ambazo zilizowajibika. Wakenya kila siku wanateseka, wanapita maboda, wanaenda kununua mali Tanzania. Vitu vya kisawasawa Tanzania. Watanzania wana export from Turkey, from where serikali ya Tanzania ina support wa Tanzania. Watanzania wameungana mkono, japokuwa shilingi yao imeshuka kiekonomi, lakini wanaipandisha kivovote vile, na inshallah Watanzania watapanda. Nyinyi mnazungumza nini? Mwanamke wa Kitanzania yuko mbele kushinda mwanamke wa Kikenya. Kuzungumza kizungu sio elimu. Tuacheni kudanganyana hapa. Kuzungumza kizungu sio elimu, ni utumwa tu tuko nao huku. Kuna siku ushaisikia Mkenya amekatalia mzungu kitu chochote? Sisi mzungu hata akituambia toeni watoto wenu muue mufanye, tutamwambia sawa. Sisi watumwa, kaeni mkubali sisi watumwa Kenya. Sisi tumewekewa bei kila kitu. Njoni muangalie manjio yanavomesi watoto wetu huku na tumenyamaza. Mashehe wetu hawazungumzi, mapasta wetu wazungumzi, wamenyamaza tu. Wajua kuna lile jambo la kusukumiwa la lazima, lakini unakutana na wenyewe wanangangana kulikataa. Wakenya hata hatukatai, ndio mwanzo watu wetu wanalipwa wananyamaza. Fikeni Tanzania Kariakoo, muangalie wanawake wanavochapa kazi. Nyinyi mnasema sijui nyinyi mko mbele wapi? Mwanamke wa Kitanzania anatoka Tanzania anakuja anakodisha holi hapa Mombasa. Anauzia watu wa Mombasa makape. Amoni kama ni aibu nyinyi? Mwanamke wa Kitanzania
amevuka bahari, amepanda mandege, amepanda milima, ameenda ametafuta biashara ya carpet, anakuja anakodisha holi hapa. Anawauzia carpet shilingi 2500, 2600. Wanawake wetu wako huku wamechanganyiwa. Pesa za blue economy zinaliwa na wanasiasa hawa. Nendeni mkaangalie pesa ya blue economy vile imefanya mabaharia wa Tanzania, neti mpya, maboti mapya, mambo mazuri. Huku kwenu Kenya mnadanganywa tu. Leo minister wenu wa blue economy ameanda kushikana na women rep wenu, anapeana mifuko, anapeana ngafu. Inamhusu nini yeye ngafu? Yeye ni waziri wa blue economy, ngafu pesa za wanawake zinamhusu nini? Wakenya amkeni. Wakenya amkeni, acheni kudanganywa. Maactivist wenu hawa wengine hawako. Mnaesema alikwenda akalipo hoteli sijui akapigwa akatupwa wapi akaletwa. Ulikuwa umeenda kutafuta nini Tanzania? Ulikuwa activist kwa sababu wewe ni journalist, ulipiga picha nzuri katika vita vya 2007. Watoto wetu na wamama wakafa. Wazungu wakakuchukua wakakuweka juu ya meza wakakupa hela. Baada ya hapo hatujaona hata ukisukuma serikali ukiitishia watu wa 07 haki. Hatujaona hata ukiunga jopo la kwenda kuitisha haki za watu waliokufa 07. Tena juzi katika reject finance bill ulikuwa ndani ili mzungu azidi kukulipa. NGO za kina Ford wanakutumia pesa ngapi? Na NGO zingine. Reject finance bill ulikuwa. Wewe hukuumia wala hukupigwa na tear gas. Waliokufa ni watoto wetu. Mwisho hatukuona mumeunda jopo la kuuliza justice kwa Wakenya waliokufa. At least Wakenya wapate closure. At least tupate haki. Mumeenda mumenyamaza. Saa hizi tena mumejituma mumeenda Tanzania. Mkienda Tanzania mkitaka wa Tanzania waige demokrasi yenu, nendeni na portfolio. Muwaoneshe sisi tumefikisha Kenya hapa na hapa na hapa. Msichukue demokrasi ya Marekani mkafananisha na demokrasi mnaotaka kupeana Tanzania. Wakenya tuacheni upuuzi, tuacheni kuchekwa. Hakuna siku mtu ambaye amekukoloni akakuulia vizazi na watoto wenu wakaiba rasilimali yenu, wakaja wakawaletea kitu ambacho kitakuwa ni chema kwenu. Demokrasi sote tunajua ni ya kutawala Afrika, ni ya kucontrol Afrika. Tukubalini, lakini sengine hatuna la kufanya. Waliojua na kubali, na maactivist ndo wao kazi yao ni kula. Ni nini munacho cha kuonesha Watanzania mkawa convince democracy is working? The only thing, kuna politicians in Tanzania wakiwa nyuma ya Tundu Lissu kama vile walikuwa nyuma ya Raila. Wameona politician wa Kenya wana benefit, wana mamilioni, wananunua mandege. Wale ni binadamu pia, wao wanatamaa. Chadema pia wanatamaa. Na wanataka kuweka familia zao za kidosia. Nyinyi mapolitician wa Tanzania hamutaki mkipata kura watoto wenu waende wakatese Ulaya. Watoto wa mapolitician baba zao tukishawapa vitu watoto wao wanatutukana. Wanatuonesha mpaka vidole vya katikati. Unakumbuka Obado alipoiba pesa zetu watoto wao walitutukana. Yale maisha pia kina Tundu Lissu na Chadema wanayataka. Akishapatiwa kiti, baada ya miezi miwili wameiba mandege, wana magari, wana nini, pesa zao. Muangalie rais wetu saa hizi. Miaka miwili saa hii rais wetu ni trilionea. Ni nani ambaye hataki tamaa kama hiyo? Ndio maana wanaleta demokrasi. Wanasema ni demokrasi ya kusaidia Watanzania, ya kujisaidia wao. Watanzania mchunguzeni Tundu Lissu, si maneno yote anaongea na wasaidia. Na mimi ningewaambia Tanzania, mkitaka kuweka demokrasi Tanzania, angalieni madhara ya Kenya. Angalieni madhara ya Kenya. Wakenya tunauawa, Wakenya tunateseka kwa kumsikiza Raila. Raila sasa amekaa anakula. Watoto wetu walikufa. Alipopeleka karatasi, Ruto amwambia alete matatizo. Hakuna hata matatizo ya Wakenya ndani ya hilo karatasi. Na mimi nasema nikiwa nimejivua, leo kiongozi wa wanyonge akifa hapa Kenya, sisi ndio tutakaesoma karatasi tuseme huyu ni kiongozi. Sisi ndio tutakaetoa testimony ya kiongozi. Dunia nzima haimjui Raila kama ni kiongozi wa wanyonge. Tunamjua sisi hapa Kenya. Mkitaka kumjua Afrika nzima haimtambui. Angalieni African Union seat, vile heshima yake ilitupwa chini ya kiatu. Asante sana Ruto. Kama kuna rais amefanikiwa kumvua kiongozi wa wanyonge nguo na kuonesha Wakenya vile yuko, ni Rais Ruto. Hata kama Ruto ni mbaya hataondoka, lakini tutamshukuru siku zote kwa kutufungua macho tukamuona Raila for who he is. Tuacheni kudanganyana. Demokrasi anzeni hapa kwenu ndo mupeleke Tanzania.
Demokrasi gani mnapelekea Watanzania?